Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi hiki cha leo. Kwenye kipindi hiki tutaangazia methali na maana zao. Uongo wa mganga nafuu kwa muwele. Methali hii ina maana kwamba uongo wa maelezo yasiyo ya kweli yanayotolewa na mganga au mtu mwingine yanaweza kuwa nafuu au afadhali kwa mgonjwa au mtu anayehusika. Methali hii inahimiza kuelewa kuwa wakati mwingine maneno ya faraja au matumaini, hata kama si ya kweli, yanaweza kumsaidia mtu anayeteseka kuliko ukweli mchungu. Inaweza pia kumaanisha kuwa watu mara nyingine hupendelea kusikia kile kinachowafariji badala ya ukweli mgumu. Uvivu na njaa ni ndugu pacha. Methali hii ina maana kwamba uvivu na njaa huambatana kama ndugu wa tumbo moja. Mtu mvivu hataki kufanya kazi au bidii ya kujitafutia riziki, na matokeo yake ni kwamba atakumbwa na njaa. Methali hii inasisitiza umuhimu wa bidii na kufanya kazi ili kujikimu. Inafundisha kuwa mtu asipofanya juhudi za kutafuta chakula au mahitaji yake ya kila siku, atajikuta katika hali ya dhiki na njaa. Mlinzi hulinda ndege, mke mzuri halindwi. Maana ya methali hii ni mtu anaweza kulinda ndege wasile mazao yake, lakini haiwezekani mtu kulinda mkewe kwa kuwa ana akili yake ya kuweza kujilinda. Hupigiwa wanaume walio na wivu wa kutaka kuwadhibiti wake zao. Mkono usioweza kuukata ubusu. Methali hii ina maana kuwa mtu anayekuzidi uwezo usishindane naye, ni bora kushirikiana naye. Ni shauri tusiwe wajinga wa kushindana na watu waliotuzidi kwa uwezo, vyeo au mali, kwani hatuwezi kuwashinda kamwe. Itakuwa heri tushirikiane na watu kama hao kuliko kushindana nao. Mkono mmoja hauchinji ng'ombe. Methali hii ina maana kwamba kazi kubwa au ngumu haiwezi kufanywa na mtu mmoja pekee, inahitaji ushirikiano na msaada wa wengine. Methali hii inahimiza mshikamano, ushirikiano na umuhimu wa kusaidiana katika jamii. Inatufundisha kuwa mafanikio makubwa hayapatikani kwa juhudi za mtu mmoja, bali kwa kushirikiana na wengine. Mkono mtupu haulambwi. Ni funzo kuwa kila jambo linahitaji juhudi au gharama ili kufanikiwa. Hapana kitu kizuri kinachopatikana bila kugharamiwa. Mwenye kutaka msaada pia hana budi kuwa tayari kuchangia. Mja haishi kuumbwa. Mwanadamu hubadilika sana kimwili na hasa kitabia katika maisha yake. Anaweza kugeuka na kuwa kiumbe wa aina tofauti katika nyakati na mahali mbalimbali. Hupigiwa watu wanaolalamika kuwa fulani hana tabia nzuri au hapendezi. Ni ukumbusho kuwa kila mtu anaweza kubadilika. Mja angawa kamili huambwa yu kombo. Hata mtu awe mzuri aje, baadhi ya watu hawakosi kudai ana ila fulani. Hutumiwa kutushauri kuwa tusione ajabu watu wanapotulaumu au wanapotukosea, hata kama ni kwa nia mbaya. Haya ndiyo maumbile yao. Milima haikutani, lakini binadamu hukutana. Milima haitembei, kwa hivyo haiwezi kukutana, lakini watu hata wakiwa mbali huenda watakutana wakati fulani. Methali hii inatufunza kuwa tusiwakosee wenzetu, kwani huenda tutakutana nao hata kama tutatengana kwa muda. Mgumba hana kilio. Mtu anayekosa kupata watoto huenda akakosa wa kumlia atakapokufa. Ina maana kuwa mtu asiye na matendo mema anayewatendea wenzake mabaya hawezi kupata msaada anapopatwa na msiba. Mchinjaji huchukia mchinjaji mwenzake. Methali hii ina maana kwamba watu wanaoshiriki kazi, taaluma au biashara moja mara nyingi huona wenzao kama washindani na huweza kuwa na uhasama kati yao. Methali hii inaangazia ukweli kwamba wakati mwingine watu walioko katika fani moja hawapendi kuona wenzao wakifanikiwa zaidi yao, na ushindani kati yao unaweza kugeuka kuwa chuki au uhasama. Mchimba kisima huingia mwenyewe. Ina maana kwamba mtu anayepanga au kutengeneza mtego kwa ajili ya wengine mara nyingi huishia kuangukia katika mtego huo mwenyewe. Methali hii inatufundisha kuwa
tusifanye wengine mabaya kwa sababu huenda madhara hayo yakaturudia sisi wenyewe. Inahimiza utu, uadilifu na kuepuka hila au njama mbaya dhidi ya watu wengine. Mchezea zuri baya humfikia. Ina maana kwamba mtu anayepuuza, kudharau au kutumia vibaya jambo jema mwishowe atakumbwa na matatizo au madhara. Methali hii inatufundisha kudhamini mema tunayopewa au tunayopata, iwe ni fursa, watu wazuri au vitu vya thamani. Ikiwa mtu hatadhamini jambo jema, basi anaweza kujikuta katika hali mbaya baadaye. Agunduaye ndwele ndiye mganga. Maana ya methali hii ni kuwa mtaalamu wa jambo hujulikana kwa uwezo wake wa kugundua na kusuluhisha tatizo kuhusu jambo fulani. Hupigiwa watu wenye tabia ya kuwadunisha wengine kwa madai kwamba si wataalamu, ilhali ni wao waliosuluhisha matatizo yaliyowakumba. Ajuaye misonoe ni yule alalaye naye. Maana ya methali hii ni kwamba yule anayejua namna mgonjwa anavyokoroma ni yule anayemuuguza. Kumaanisha kuwa anayehusika na jambo ndiye anayelifahamu vyema. Methali hii huambiwa yeyote ambaye anajigamba kuwa analijua jambo asilohusika nalo. Akosapo mafuta hata maji hujipaka. Methali hii ina maana kwamba mtu anapotopokea kile kilicho bora hutumia kile kilicho duni kama mbadala. Inamaanisha kuwa ukikosa kitu kizuri au bora, utatumia mbadala wake hata kama si kizuri. Inaweza pia kumaanisha mtu mwenye bidii na ubunifu hata kosa suluhisho hata akiwa na rasilimali chache. Hutumiwa kuonyesha hali ya kubadiliana na mazingira kwa kutumia kile kilichopo. Asifuye jua limemwangazia. Ina maana kwamba mara nyingi mtu husifu kitu kwa sababu amefaidika nacho moja kwa moja. Watu hupongeza au kusifu kitu kwa sababu wanapata manufaa nacho. Inamaanisha kuwa mtu anayesifu jambo fulani huenda amepata msaada au faida nalo. Pia inaweza kumaanisha mtu huona mazuri ya jambo au mtu fulani tu pale anapopata fursa au manufaa kutoka kwake. Mmega matonge asiliwale na kilimo. Ina maana kuwa mtu anayekula chakula anapaswa kudhamini na kutegemea kilimo kwa kuwa chakula kinatokana na kilimo. Inaonyesha kuwa kilimo ni msingi wa chakula na kila mtu anapaswa kudhamini juhudi za wakulima. Hutumiwa kutuonya kuwa tusifurahie matokeo bila kudhamini chanzo chake. Ili kufanikiwa lazima uheshimu na kudhamini juhudi zinazowezesha mafanikio hayo. Inaweza pia kumaanisha kuwa usiwe mvivu na kutegemea kula tu, badala yake fanya kazi kama vile kilimo ili upate chakula kwa jasho lako. Mkono uliokutweka ndio utakaokutua. Yule aliyekupagaza mizigo ndiye atakayekusaidia kuutua mzigo huo. Mtu akijiingiza katika tatizo lazima yeye mwenyewe atafute njia za kujitoa katika tatizo hilo. Moyo wa mja usiku wa giza. Moyo wa mtu huficha mambo mengi kama siri, maovu na mema. Si rahisi kufahamu. Mtu anayeshangaa wakati mwenzake ametenda jambo la ajabu ambalo hukudhania angeweza kulifanya huelezewa methali hii. Mpa kisogo si mwenzio. Kwa hivyo rafiki anayekuepuka au anayekuvaliwa miwani si mwenzio na si rafiki wa dhati. Hututahadharisha dhidi ya marafiki wa kutuhadaa tu kwa uongo. Msafiri hana miiko. Mtu anapokuwa safarini hawezi kuwa katika hali nzuri kama anavyokuwa nyumbani kwao. Hana hiari ila yeye hukubali kufanya mambo ambayo kwa kawaida hangeyakubali akiwa kwao. Kwa mfano, hata kama ni mtu mwenye heshima, anaweza kukubali kuishi katika hali duni anapokuwa ugenini. Hupigiwa wasafiri walalamikao hali duni ya vitu vilivyomo huko waendako. Msafiri ni aliye bandarini. Apendaye kusafiri ni lazima awe pale anapoweza kuabiri chombo, lakini sio awe mbali na kile chombo kisije kikamwacha. Hutukumbusha umuhimu wa kufanya mambo kwa wakati wake ufaao pasipo kungoja hadi kuchelewa.
kwani chelewa utamkuta mwana si wako. Atambaye na nyasi mtambulie ni nyoka. Methali hii inatufundisha kuwa mtu anayejificha au kujifanya hana madhara, lakini tabia au mienendo yake ni ya hila au hatari, anapaswa kuchukulia kwa tahadhari kama nyoka anayejificha kwenye nyasi. Nyoka hatembei waziwazi, hujificha. Vivyo hivyo, watu wenye nia mbaya mara nyingi hujificha nyuma ya tabasamu au maneno mazuri. Atandazaye ndiye atunduaye. Maana ya methali hii ni anayetandaza kitu ndiye anayeweza kukitandua. Inatushauri kuwa anayeanza kufanya jambo mara nyingi ndiye anayepaswa kulikamilisha au kukimaliza. Aliyekunyima kunde amekupunguzia mashuzi. Maana yake ni kwamba mtu anaweza kukunyima kitu kisha ikawa kwa kufanya hivyo amekuepushia shida fulani ambayo ingekufika kama ungepata kitu hicho. Methali hii inatumiwa kufariji mtu yeyote anayehangaika baada ya kukosa kitu alichokitegemea. Aliyepeleka mkono kutamalaki si kazi. Ina maana kwamba mtu anapojaribu au kuanza kufanya jambo fulani, mara nyingi hatua ya kwanza ndiyo ngumu zaidi, baada ya hapo kuendelea si kazi ngumu sana. Methali hii inahimiza watu kuwa na ujasiri wa kuchukua hatua ya kwanza katika shughuli au miradi yao, kwani baada ya kuanza mambo huwa rahisi zaidi. Aliyezoea tumbaku tambuu haiwezi. Methali hii ina maana kwamba ni vigumu kwa mtu mzoefu wa jambo fulani kuliacha na kujishughulisha na jingine jipya. Hupigiwa wale wanaolalama kuwa mwenzao kakataa kufuata wanachomwambia, kwamba waelewe ni vigumu mtu kuacha tabia ambayo ameizoea. Amani haiji ila kwa ncha ya upanga. Ina maana kwamba mara nyingi amani inaweza kupatikana tu baada ya kupitia migogoro au mapambano makali. Methali hii inaonyesha dhana kwamba ili kufikia hali ya utulivu na amani, inaweza kuwa muhimu kushiriki katika juhudi za kusuluhisha migogoro, hata kama zinahusisha matumizi ya nguvu. Anayekueleza ya wengine atawaeleza wengine ya kwako. Methali hii inaonya kuhusu mtu anayependa kusambaza habari au siri za wengine. Tabia hiyo inaashiria kwamba hawezi kuweka siri zako pia. Methali hii inatufundisha kuwa waangalifu na watu wanaopenda kusengenya, kwani wanaweza pia kusambaza mambo yetu binafsi kwa wengine. Bora nusu kitumbua mkononi kuliko kitumbua kizima kilicho dukani. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuridhika na kile ulichonacho kwa sasa badala ya kutamani kitu kikubwa ambacho huna uhakika wa kukipata. Inatufundisha kwamba ni bora kuwa na sehemu ndogo ya kitu mikononi mwako kuliko kutegemea kitu kizima ambacho bado hakijapatikana. Boriti lina mwandamizi wake. Maana ya methali hii ni kwamba kila kitu au kila mtu ana mwenzake au mfuasi wake. Inasisitiza kuwa hakuna kitu kilicho peke yake na kila jambo lina lingine linalofanana nalo au linalolifuata. Masazo ya ndovu majani makavu. Methali hii ina maana kuwa mtu mwenye uwezo kama tajiri au kiongozi anaweza kusababisha hasara kubwa kwa jamii kwa vitendo vyake viovu. Ni tahadhari dhidi ya kuandamana na viongozi waovu. Mashua ya maskini huzama mtoni. Maana ya methali hii ni kuwa mashua ya maskini huzama mtoni ambapo maji hayana kina kirefu sana kama baharini. Hili hutendeka kwa sababu yeye hawezi unda mashua imara. Maskini hufarijiwa na methali hii pale ambapo anashindwa kutimiza lengo lake maishani. Masikio hayapiti kichwa. Methali hii inaonyesha kuwa daima masikio huwa chini ya kichwa. Ina maana kuwa mtu aliye chini ya mamlaka ya mkuu fulani hapaswi kushindana naye kamwe. Maskini hapiki pishi la wali hadi mavunoni. Maana ya methali hii ni kwamba maskini hawezi kujipatia wali mwingi hadi pale anapopata msaada
pengine wengine wanapovuna wamgawie. Inatushauri tusishangae maskini akikosa vitu vya msingi, kwani uwezo wake ni dhaifu. Maskini ni mtu kwao ugenini si kitu chema. Ina maana kwamba mtu maskini anapokuwa mbali na kwao, yani ugenini, huwa hana heshima wala nafasi nzuri kama ambayo angeweza kuwa nayo nyumbani kwake au miongoni mwa watu wanaomjua. Methali hii inaonyesha hali ya mtu maskini anapokuwa katika mazingira ya kigeni au mbali na jamii yake, huwa haonekani kuwa wa maana sana kwa wenyeji. Inaweza pia kuelezea hali ya kudharauliwa au kutopata msaada anapokuwa katika mazingira yasiyo ya kwao, hasa kama ana mali. Methali hii hutumika kuonyesha umuhimu wa kuwa nyumbani. Pia huweza kutumika kumhimiza mtu ajitahidi kujijenga kabla ya kutoka nyumbani, kwa sababu maisha ya ugenini hasa kwa maskini yanaweza kuwa magumu. Masukuzi ya leo ndio msitu wa kesho. Ina maana kwamba vijana wa sasa ndio viongozi wa kesho. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuwalea na kuwaelimisha vijana vizuri, kwani wao ndio watakaoendeleza jamii katika siku zijazo. Ni wito kwa jamii kuhakikisha kuwa vijana wanapata mazingira bora ya kukua, kujifunza na kujiendeleza ili waweze kuwa na mchango mzuri katika jamii yao wanapokomaa. Matabwatabwa si chakula. Methali hii ina maana kwamba maneno matupu au sifa zisizoambatana na vitendo havisaidii kitu. Inatufundisha kuwa maneno ya sifa, ahadi na vijineno vya kupendeza havina maana kama hayafuatwi na vitendo vya kweli. Huwezi kushiba au kufanikisha jambo kwa maneno pekee. Ni lazima kuwe na hatua halisi. Mcheka kovu hajapata jeraha. Maana ya methali hii ni kuwa anayedharau mwenye shida akumbuke kuwa anaweza kupata shida kama hiyo wakati wowote ule. Ni onyo tusiwacheke wenzetu wanapopata hali ngumu, bali tuwe tayari kuwasaidia. Mchele ni mui na wapishi nao. Maana ya methali hii ni kwamba kila jambo linahitaji watu wenye uwezo na ujuzi ili waweze kufanikiwa. Methali hii inafafanua kuwa jambo lolote linahitaji mtaalamu au mtu mwenye ujuzi wa kuifanya ili yafanikiwe. Mcheka mchinja mbwa, wazimu humrudia. Ina maana kwamba mtu anayependa kucheka au kufurahi kwa shida za wengine atajikuta akiwa katika hali hiyo mwenyewe baadaye. Methali hii inatufundisha kuwa vile ambavyo unavyotendea wengine ndivyo utakavyokutana navyo baadaye. Hii ni methali inayohusiana na haki na adhabu inayoweza kumjia mtu kwa matendo yake, hasa pale anapowadhihaki au kuwaumiza wengine. Mchelea haki hatendi ukweli. Ina maana kwamba anayeogopa kusema ukweli na kutenda haki hawezi kutenda lililo haki. Methali hii inasisitiza kuwa mtu anayekosa kusema ukweli na kutenda haki kwa hofu ya matokeo hana ujasiri wa kufanya kile kinachostahili. Hii inaonyesha kwamba uoga wa kutenda haki na kusema ukweli husababisha mtu kutochukua hatua za kutosha katika kufanya jambo la haki, na badala yake anaendelea kubaki katika tabia ya udanganyifu au kutofanya kile kinachofaa. Mcheza kwao hutuzwa. Ina maana kwamba mtu anayefanya juhudi katika mazingira ya nyumbani na jamii yake anapata tuzo la heshima kutokana na juhudi hizo. Methali hii inasisitiza kuwa mtu anapojitolea kufanya kazi katika jamii au familia yake, basi jamii hiyo itadhamini na kumtuza. Kila mmoja atapata heshima na tuzo kutokana na juhudi zake, hasa akiwa katika mazingira anayotoka. Methali hii inahimiza umuhimu wa kufanya kazi kwa ufanisi na kujitolea, kwani kazi nzuri hudhaminiwa na familia na jamii anayojumuika nayo. Aliyetoa hajui kutota. Maana ya methali hii ni mtu aliye ndani ya maji hatambui kama ameloa maji.
Inatufunza kwamba mtu huzoea hali aliyo nayo hata ikiwa ni hali ya shida hivi ikawa ni vigumu kutambua kuwa hali yake ni mbaya. Yaani mtu aliyezoea shida zake haisi tena kuwa ni shida. Aombaye maji huombea chungu chake. Maana ya methali hii ni kwamba anayeomba chumvi au maji huomba kwa ajili ya chungu chake binafsi. Ina maana kuwa kila mtu hujitahidi kushughulikia haja zake, na hivyo hakuna mtu anayejitaabisha kwa haja za wengineo. Hivyo basi mtu yeyote asitegemee kuwa wenzake wamtendee kile analolitaka. Apasukiwae na nguo ni fundi wa kukunja. Mtu ambaye hurarukiwa na nguo zake mara kwa mara ndiye anayepata maarifa ya kuzishona zile nguo. Yule ambaye mavazi yake ni mazuri hana haja ya kuyashona, na huwa ile kazi ya ushonaji haiwezi wala haifahamu. Inatufunza kuwa ujuzi wa kazi hutokana na hali ya mtu kuizoea ile kazi kwa muda mrefu. Apewaye ndiye aongezewaye. Ni yule mtu tu mwenye mali chache ambaye ana uwezo wa kupata nyingine zaidi kuliko mtu maskini ambaye hana namna ya kuzalisha mali yoyote. Methali hii hutumiwa kuwahimiza maskini wafanye bidii zaidi kuondosha umaskini wao. Vile vile huambiwa watu wanapostaajabu akipewa yule ambaye ana kiasi fulani cha mali. Asazacho mwizi mganga na atwae. Maana ya methali hii ni kwamba unapopoteza mali yako, itunze ile iliyobaki isije ikaharibika. Methali hii inaweza kuambiwa mtu aliyepata hasara ya mali yake, kumshauri afanye juhudi kulinda iliyobakia. Ashukae hushushwa. Ina maana kwamba mtu anayeshuka au kupungua hadhi yake huweza kusaidiwa kushuka zaidi na wengine. Methali hii inaeleza kuwa wakati mtu anapokuwa katika hali ya kuporomoka, wengine wanaweza kuchangia katika kuharakisha au kuongeza kasi ya kuporomoka huko. Inatufundisha kuwa jamii mara nyingine inaweza kusaidia au kuharakisha anguko la mtu anayepoteza nafasi au hadhi yake. Asikuwahi muomba kibuyu. Ina maana kwamba usimruhusu mtu mwingine akutangulie katika kuomba kitu unachohitaji. Hii inasisitiza umuhimu wa kueleza mahitaji yako mapema ili kuepuka kukosa fursa au rasilimali, hasa pale ambapo wengine wanaweza kuwa na mahitaji. Asili haiachi usuli. Maana ya methali hii ni kwamba mtu hawezi kubadilisha asili yake au mizizi yake ya kiasili. Methali hii inasisitiza kuwa desturi, tabia au hulka za mtu ambazo ni za kiasili haziwezi kufutika kabisa, hata kama mtu atajaribu kubadilika na kujifanya tofauti. Asiye hadhari siandamane naye. Ina maana kwamba mtu asiye mwangalifu au makini anaweza kukusababishia matatizo au hatari. Methali hii inatufundisha kuwa makini katika kuchagua watu wa kushirikiana nao, kwani kushirikiana na mtu asiye makini kunaweza kuleta madhara au matatizo yasiyotarajiwa. Asiye mali hasidi wa mwenye mali. Maana ya methali hii ni kwamba mtu asiye na mali huwa na wivu au chuki dhidi ya yule aliye na mali. Hii inaangazia hisia za kijamii ambapo wale wasio na mali wanaweza kuhisi wivu au uhasama kuelekea wale wenye mali. Asiye na adabu hajali wenzake. Ina maana kwamba mtu ambaye hana adabu au heshima hawezi kujali na kudhamini wengine. Hii inatufundisha umuhimu wa kuwa na adabu, kuwa na heshima ili tuweze kuishi vizuri na watu wengine katika jamii. Asiye na nadhari ng'ombe. Ina maana kwamba mtu asiye na busara au maarifa hufananishwa na ng'ombe, mnyama anayeonekana kutokuwa na akili nyingi. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuwa na hekima na kuelewa mambo, ikionya kuwa ukosefu wa maarifa unaweza kumfanya mtu aonekane mjinga au mpumbavu. Aliyejiangalia huishia ningalijua. Ina maana kwamba mtu asiyekuwa mwangalifu au makini katika matendo yake hujikuta akijuta baadaye akisema ningalijua. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuwa na tahadhari
na kufikiria matokeo ya matendo yetu kabla ya kutenda ili kuepuka majuto ya baadaye. Asiyejua kurai si mlezi. Maana ya methali hii ni kwamba mtu ambaye hana uwezo wa kuelekeza, kushauri au kufundisha wengine kwa busara hawezi kuwa mlezi mzuri. Methali hii inasisitiza umuhimu wa hekima na ujuzi katika kulea, kuongoza na kuwashauri wengine. Inahusiana na jukumu la wazazi, walezi, walimu au viongozi kwamba lazima wawe na maarifa na uelewa wa jinsi ya kuongoza na kulea vyema. Asiyejua maana haambiwi maana. Methali hii inamaanisha kwamba mtu asiye na uelewa wa jambo fulani hawezi kufundishwa maana yake kwa urahisi. Hii inamaanisha kwamba ili mtu aelewe jambo fulani, lazima awe na nia ya kujifunza, akili ya kutosha au msingi wa uelewa wa mambo hiyo. Methali hii hutumiwa pale ambapo mtu anaonekana kuwa mgumu kuelewa au hajali kuhusu kujifunza jambo fulani hata kama anaelezewa mara nyingi. Inaweza pia kumaanisha kwamba si kila mtu anaweza kuelewa mambo ya kina. Asiyemkoma hujikoma mwenyewe. Ina maana kwamba mtu anayejitambua na kuelewa mipaka yake hujiwekea kikomo mwenyewe bila kulazimishwa na wengine. Methali hii hutumiwa kumaanisha kuwa mtu mwenye busara na akili timamu hujua wakati wa kuacha jambo kabla ya madhara kutokea. Ni sawa na kusema mtu anajua wakati wa kujiondoa katika hali fulani au kuacha tabia fulani kwa hiari yake mwenyewe. Asiye mwana aelekee jiwe. Ina maana kwamba mtu asiye na mtoto hana wa kumridhisha mali au kumtegemea baadaye. Hivyo anafananishwa na mtu anayeelekeza urithi wake kwa kitu kisicho na uhai kama jiwe. Methali hii inasisitiza umuhimu wa kuwa na watoto kwa ajili ya urithi, msaada wa uzeeni au kuendeleza jina la familia. Hata hivyo, inaweza pia kutumiwa kuonyesha huzuni au hali ya upweke kwa mtu asiye na watoto. Afadhali dooteni kama ambari kutanda. Maana yake ni kwamba afadhali kidogo ulichonacho kuliko kingi kizuri usichokuwa nacho. Methali hii inatufunza kuwa ni vizuri tutosheke na kidogo tulichonacho kuliko kutamani na kushughulikia vingi vizuri visivyokuwa vyetu. Afadhali mchawi kuliko mfitini. Ina maana kwamba mtu mwenye tabia ya fitina ni mbaya zaidi kuliko hata mchawi. Hii ni kwa sababu mchawi huweza kudhuru watu mmoja kwa mmoja, lakini mfitini husababisha migogoro na uhasama kati ya watu kwa maneno yake ya uchochezi na uongo. Jambo ambalo linaweza kuwa na madhara makubwa zaidi katika jamii. Afungaye kibwebwe si bure ana mchezo. Ina maana kwamba mtu anapojiandaa au kujipanga kwa jambo fulani, haifanyi hivyo bure, kuna shughuli maalum anayokusudia kufanya. Methali hii inasisitiza kuwa maandalizi au matayarisho ya mtu yanaashiria nia yake ya kutekeleza jambo fulani. Ajabu mvita kumea mvinde. Ina maana kwamba ni jambo la kushangaza kuona mti wa mvinde ukimea Mombasa. Methali hii inatumiwa kuonyesha mshangao au kutoamini jambo lisilotarajiwa kutokea mahali fulani au kwa mtu fulani. Inasisitiza kuwa mambo yasiyo ya kawaida yanaweza kutokea katika mazingira au kwa watu wasiotarajiwa. Akosaye la mama hata la mbwa huamwa. Maana ya methali hii ni kwamba mtu anayekosa malezi au msaada kutoka kwa mama yake mzazi anaweza kulazimika kutafuta msaada kutoka kwa chanzo kingine, hata kama si bora au kinachofaa. Methali hii inatufundisha kuwa ikiwa mtu hawezi kupata kile kilicho bora, anaweza kulazimika kuridhika na mbadala, hata kama si wa kiwango cha juu. Atokeapo mtoto wa fuko, mkamate ingawaje wawinda fuko. Maana ya methali hii ni kuwa akitokea mtoto wa fuko, mkamate ingawa unawinda mamake. Ni himizo kuwa tusitupe vitu vidogo kwa tamaa ya kupata vikubwa. Ni bora kuwa na vidogo huku ukitafuta vikubwa. Bila usumbufu huwi mtukufu.
Maana yake ni kwamba heshima haiji pasi na kusumbuka au kutaabika maishani. Inatufunza kuwa hamna jambo nzuri linalotokea bila ya kusumbuka, na lazima tuwe tayari kufanya kazi ikiwa tunatamani kuwa na hali nzuri. Bila ya nyuki kumshinda huipati asali. Kama unataka kufaidi kitu kizuri kama vile asali, lazima uwe tayari kukabiliana na vikwazo kama vile nyuki wanaolinda asali. Methali hii inahimiza uvumilivu, bidii na udhabiti katika maisha. Inaonyesha kuwa kila mafanikio yanakuja na changamoto zake, na mtu anapaswa kuwa tayari kupambana ili kuyafikia. Binadamu hakosi baya. Ina maana kuwa hakuna binadamu aliyekamilika ulimwenguni wote, na kila mtu ana udhaifu wake na huingia majaribuni. Hapa tuwaonywa kuwa tusiwadharau wenzetu, maana maovu ya binadamu duniani yanatokana na uovu wake. Binadamu ni ng'amba, hawakosi la kwamba. Watu watatoa maoni kukosoa au kusema mambo kuhusu wengine bila kujali hali halisi. Methali hii inasisitiza kwamba huwezi kuridhisha watu wote, kwani daima kutakuwa na maneno au maoni tofauti kuhusu matendo yako. Inahimiza mtu asijihangaishe sana na maneno ya watu, bali afanye lililo sahihi kulingana na dhamira yake. Bora kilema kuliko mfu. Inasisitiza kuwa maisha yana thamani kubwa hata kama mtu anakabiliwa na changamoto kama ulemavu au matatizo mengine. Methali hii inahimiza watu kudhamini uhai na kushukuru kwa hali yoyote walio nayo, kwani mradi mtu yu hai, bado ana nafasi ya kubadilisha hali yake au kufanikisha mambo maishani. Kwa kifupi, ili mradi mtu yuko hai, bado ana matumaini na fursa ya kuboresha maisha yake. Bora kujenga daraja kuliko kujenga kuta. Methali hii ina maana kuwa ni bora kuwa na daraja au mambo yanayokutanisha watu kuliko kuta au mambo yanayowatenganisha watu. Ni onyo dhidi ya tabia ya kujitenga na wenzetu badala ya kujiunga na kushirikiana nao. Bora kujikwaa kidole kuliko ulimi. Ina maana kuwa ni heri kujikwaa mguuni kuliko kukosea unaposema. Ni onyo kuwa tuwe na tahadhari tunapozungumza. Hii ni kwa sababu mtu anapojikwaa akaanguka bado anaweza kujizozoa na kusimama. Lakini mtu akikosea katika usemi wake, basi lile neno ovu hawezi kuliondoa. Bora kupigwa dhoruba ya dhahiri kuliko ya siri. Maana ya methali hii ni kuwa ni heri kukosewa hadharani kuliko kuendewa kichini chini. Ni himizo kuwa haifai kuwafanyia wengine maovu kwa siri. Mtu akikosewa waziwazi atafahamu mhasiri wake, bali hawezi kufahamu iwapo atamtendea kwa siri. Fahari wawili hawakai zizi moja. Watu wawili wenye nguvu au wanaoshindana kwa madaraka mara nyingi hukosa kuelewana, na mmoja lazima aondoke au ajitoe ili kuepuka migogoro. Methali hii inaeleza kuhusu migongano ya madaraka au ushindani katika jamii, siasa, familia au biashara. Inahimiza kuelewa kuwa katika mazingira yenye uongozi au nguvu mbili zinazoshindana, ni vigumu kupata utulivu bila mmoja kujitoa au kupunguza ushindani. Fedha ilivunja guu, milima ikalala. Pesa inaweza kusaidia mtu kupata suluhisho katika hali ngumu kama vile ugonjwa, matatizo ya kisheria au changamoto za maisha. Methali hii inaonyesha athari kubwa za fedha katika jamii. Pesa inaweza kufanya hata changamoto kubwa zionekane rahisi au zisizokuwepo kabisa. Inaweza pia kumaanisha kuwa wale wenye pesa mara nyingi hupata upendeleo au suluhisho kwa haraka zaidi kuliko wasio nazo. Fimbo ya jirani haiwezi kuua nyoka. Maana ya methali hii ni kwamba msaada ulio mbali hauna manufaa, kwani si rahisi kuufikia. Mtu husaidika na alicho nacho au husaidiwa na walio karibu naye, wala sio walio mbali. Ni shauri kuwa tujidhibiti kwa chetu na wala si cha wengine.
Furaha ya mzazi, kicheko cha mwanawe. Ina maana kuwa kicheko cha mtoto hufurahisha mzazi. Kila mzazi hufurahia mwanawe anapoishi maisha ya furaha. Hakuna moshi bila moto. Ikiwa kuna maneno au uvumi kuhusu jambo fulani, basi kuna ukweli fulani ndani yake, hata kama si wote. Methali hii inahimiza watu kutafuta chanzo cha jambo kabla ya kulikubali au kulikataa. Inaweza pia kuwa onyo kwamba kila tukio lina chanzo chake na ni muhimu kuchunguza sababu badala ya kupuuza ishara. Hamadi kibindoni, silaha mkononi. Inaelezea umuhimu wa kuwa na mipango ya tahadhari, kuwa na akiba au suluhisho la dharura wakati wa hatari. Methali hii inahimiza watu kuwa waangalifu na wenye utayari wa kujilinda au kukabiliana na changamoto. Inahimiza mtu kuwa na busara kwa kuhakikisha ana rasilimali kama pesa, maarifa au mpango mbadala, huku akiwa tayari kuchukua hatua inapobidi. Kwa kifupi, ni busara kuwa na akiba na pia kuwa tayari kupambana na changamoto za maisha. Hapana jeraha bila silaha. Ina maana kuwa jeraha haliwezi kutokea bila kuumizwa na kifaa au silaha ya aina fulani. Kila kitu au jambo lina chanzo chake. Hapana tukio lolote lisilokuwa na sababu. Hapana msiba usiokuwa na mwenziwe. Methali hii inamaanisha kuwa mara nyingi majanga huandamana yanapomkumba mtu. Hutumiwa kuwafariji wanaoandamwa na maafa au shida fulani. Hakuna raha isiyo na karaha. Kila jambo nzuri lina upande wake wa pili wenye ugumu au changamoto. Hata furaha haiji bila gharama fulani. Methali hii inatufundisha kuwa katika maisha, hata wakati wa furaha kunaweza kuwa na changamoto ndogo au mambo yasiyo mazuri yanayohitaji kuvumiliwa. Inaweza pia kumaanisha kuwa hakuna kitu kizuri kinachopatikana kwa urahisi kabisa. Hapana uchungu usiotulia. Hata maumivu makali, huzuni au matatizo makubwa hatimaye hupungua au kuisha kwa muda. Methali hii inahimiza uvumilivu na matumaini katika nyakati ngumu. Inatufundisha kuwa changamoto za maisha ni za muda tu, na kwa subira maumivu au huzuni hupungua na hatimaye huisha. Hauchi unakucha. Hata kama usiku unaonekana kuwa mrefu, hatimaye alfajiri inafika. Vivyo hivyo, matatizo au hali ngumu maishani haziwezi kudumu milele, mwisho wake utafika. Methali hii inahimiza uvumilivu na subira. Inatufundisha kuwa changamoto na nyakati ngumu maishani ni za muda tu, mwishowe hali itabadilika kuwa nzuri. Ni methali ya kutia moyo kwa mtu anayepitia kipindi kigumu, ikimwonyesha kuwa mwanga upo mwishoni mwa giza. Hawi Musa kwa kubeba fimbo. Kama vile mtu hawezi kuwa nabii Musa kwa sababu tu ya kubeba fimbo kama yake, vivyo hivyo mtu hawezi kuwa mjuzi au mwenye uwezo fulani kwa kuiga tu vitu vya nje bila kuwa na ujuzi wa kweli. Methali hii inatufundisha kuwa mafanikio na uwezo hutokana na maarifa, bidii na uzoefu wa mtu binafsi, si kwa kuvaa mavazi fulani au kushikilia kitu kinachohusiana na mafanikio hayo. Inahimiza watu kuwa wa kweli na kutafuta maarifa ya ndani badala ya kuiga tu sura ya nje. Heri kufa macho kuliko kufa moyo. Ina maana kuwa heri kuwa kipofu kuliko kukata tamaa au kukosa matumaini kabisa maishani. Ni himizo kwamba tunapaswa kuwa na hima au shime ya kufanya kazi bila kukatishiwa tamaa na jambo lolote.